wamekuwa na appendage of the nini, and all other independent institutions including IPOA have become an appendage of the executive, na hii ni kitu ambayo haifai kuwa inafanyika kwa nchi letu. Sawa, wacha tuchukue sauti ya mwingine hapa juu, hatuna muda. Asante. Kwa jina naitwa Linda Ogweno, natoka katika kaunti ya Kisumu pale wodi ya Migosi. Hata kashifu na kukemea haya mauaji ambayo yanaendelea sana saizi hapa Kenya. Hapa Kisumu tulikuwa tuna expect kwamba vile IG mwenye alikuwa hapo kitambo Koome alijiuzulu, haya mauaji yangepungua, sababu Koome alisema tulibeba mochari tukaleta kwa street, lakini haikukuwa hivyo. Sasa tulikuwa tuna expect vile alijiuzulu haya mambo yangepungua, lakini tunaona yakiongezeka. Tunakataa na tunaambia pia mahakama wakati wanaangalia kesi waende kwa mwendo wa kasi. Tunaona ile kesi ya Baby Pendo bado inaendelea, miaka 8 bado iko pale kotini na bado haki haijapatikana. So hizi kesi ziende kwa mwendo wa kasi, lakini kwa serikali tunakataa haya mauaji na tutazidi kuongea, hatutanyamazishwa. Haya, tuchukue, wewe ungependa mapendekezo gani kwa idara ya polisi? Mimi kwanza nataka niseme hivi, leo tayari we have condemned morality na mali imefika ziende kwa power authority that the power rests with the people. Haya, acha tuchukue tu sauti nyingine hapa, anataka kuongea. Tuambie unataka, wewe una maoni gani? Leo hivi naitwa Reinhard Bonke, natoka hapa Kaloleni Shauri Moyo, na yule here to study with the people, youth who are condemning the police brutality that is going on in the country. We have seen that no one is safe. The other day, a pregnant woman miscarried. I'm pushing for police. Okay. Shukran sana. Hao wangependa kuongea lakini kwa sababu ya muda tuelekee kwa mwenzangu Edwin Bugwa. Edwin Bugwa, ukinipata kazi ni kwako. Naam, shukran sana. Hapa nilipo ni katika kaunti ya Nyeri, ambapo nataka tu kuwahusisha wenyeji kuhusiana na mada ya siku ya leo, hasa kuhusiana na dhuluma za maafisa wa polisi. Hivi majuzi tumeona tu baadhi ya Wakenya wakijipata kudhulumiwa mikononi mwa maafisa wa polisi, na bila kupoteza muda nianze na huyu hapa, atueleze je, saizi ya polisi ikikuita ama ukiwaona unawaogopa kabisa. Tunataka tupate IG ama tupate uongozi ambao utaweza kurudisha ile imani kwa wananchi wa Kenya, hasa sisi Gen Z, kwanza sisi ni watu ambao tunaelewa zile policies and the laws that are there in our country. So we need police that also they understand us and they understand where we are coming from. Ni nadra sana kwanza, na ningependa kutuma rambirambi zangu kwa Gen Z walioumia katika maandamano. Tunatetea nchi na tunataka nchi ambao watoto wetu wataweza kuishi kwa amani. Naam, shukrani sana. Ni muhusishe mwingine hapa, tuanze kwa jina lako na tuanze tu mwanzo. Uko na imani na kitengo cha maafisa wa polisi, na unahisi ni nini kinapaswa kufanya ili pengine kumaliza ukatili huu katika kitengo hiki? Kwa majina naitwa Baba Caleb, watu wengi wananijua kama Kariuki. Ningetaka kusema ya kwamba hatuna imani na polisi kwa sababu afadhali saizi upatane na wakora kuliko upatane na polisi. Kama jana ni ukatili mkubwa sana ambao ulitendeka jana. Mtu anapigwa risasi katika harakati zake za kufanya biashara, ambayo iliuma watu wengi sana na ikafanya watu wakulwe na mori. So ningeomba ya kwamba mkubwa wa polisi ajiuzuru na mdogo wake ajiuzuru, tuwe na polisi ambao wanajua kazi yao. Asante. Pengine unahisi kama kujiuzuru kwa pengine Inspector General wa polisi, kama vile umesema, ni kutaweza kukomesha ukatili katika kikosi hiki? Ama nini hasa unahisi kinapaswa kufanya kumaliza ukatili huu? Kitu ya kwanza ni hatujakosa askari ambao wanajua kazi yao. Si askari wote ambao ni wabaya. Kwa hivyo tunaweza leta askari ambao wanajua kazi yao, ambao wanaheshimu uhai, na tuondoe ambao hawaheshimu uhai. Yeah. Haya, naam, asante sana. Nizungumze na mwingine hapa. Tuanze kwa jina lako na utueleze mwanzo uko na imani na National Police Service? Mwanzo majina yangu naitwa Amos Mushiri, mkazi hapa mjini Nyeri. Na mwanzo kabla nichangie hiyo mada,
naweza kwanza nitoe rambirambi kwa wale wote waathiriwa wa nguvu kupita kiasi ambayo imefanyiwa kwao na polisi. Polisi ya Kenya kwa wakati huu tunakumbuka ikibadilishwa jina kutoka Police Force ikakuwa Police Service, lakini vile tunaona kwa sasa hii sio Police Service hata kidogo, ni Police Force. Na mimi sina imani na wengi wa polisi ambao tuko nao kwa kikosi. Na mimi mambo ya mawili naweza sema. Mwanzo kabisa tulibadilisha katiba ya 2010. Na ndio hiyo katiba iweze kufanya kazi, lazima ile penal code ambayo inapea katiba nguvu hata mtu akishtakiwa ifanywe pia marekebisho ndio iandamane na katiba mpya ambayo tuko nayo. Jambo la pili, lazima tu wabunge wetu wapitishe mswada wa kubadilisha mafunzo yale yanapewa polisi pale Kiganjo, kwa sababu polisi wamekosa nidhamu na wamekosa utu na ni watu ambao hawana mafikira ya kufikiria uhai wa mwanadamu uko. Kwa hivyo mimi kitu naweza sema, na kwa haraka sana niseme nikimalizia, ni wale wakubwa wenye wako kwa polisi wajitenge kabisa na mambo ya kisiasa. Wao ni professional na wakuwe professional vizuri, waache kuingilia maneno na kuchukua orders za watu wa siasa. Haya, naam, asante. Sikia ni hisia na kauli tu za wakazi wa kaunti ya Nyeri, wengi wao wakieleza kuwa hawana imani tena na kikosi ama kitengo cha polisi hapa nchini. Kutoka hapa katika kaunti ya Nyeri, mimi ni Edwin Mbogwa. Achana na huyo bana. Naam, na katika hili la ukatili wa maafisa wa polisi hapa nchini vile vile tunaungana na wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu, hasa wanaharakati waliojikita katika kutetea haki za kibinadamu waweza kutupatia semi zao tu, na kwa sababu ya wakati ni ruhusu naweza kuzungumza nao, kuungana nao moja kwa moja. Tumeona matukio yanayofanyika hapa nchini kuhusiana na ukatili wa maafisa wa polisi. Nyinyi kama mkiwa kama mnawatetea haki za kibinadamu, mnalipi la kulisema kuhusiana na ile? Utaanza kwa jina. Asante sana. Kwa majina naitwa Kimtai Kirui, nafanya na shirika naitwa Center Against Torture. Tunaanza na kusema pole kwa family ya Albert Ojwang na Wakenya kwa jumla. Kwa mambo ya brutality ya police ni kitu ambayo imetukera na inakera nchi. And jambo kubwa ni ya kwamba police wameegemea upande wa wanasiasa sana. They are moving out of their description ya kazi yao. Kazi ya polisi kuchunga wanasiasa. Kazi ya polisi ni mambo ya security and life, mambo ya life and property kuchunga. Mambo ya polisi sio kuja kufukusana na waandamanaji. They are supposed kuweka tu amani, watu wasiporwe, watu wasiwapigwe. Lakini imefika mahali penye polisi anakuja kamata mtu mwenye amesimama, ana lolote ya kufanya ingine, amesimama na unachapa. Na kuna mtu anaiba laptop, anamwangalia, mwenyewe anaiba laptop. So this one we should link politics from security. Actually we should have police totally different from wanasiasa. Even the CS sioni sababu kwa nini awe kwa hiyo docket. It should not be there. It should not be given a command. We should have security iwe independent kama jeshi, whereby promotions isiwe ni siasa, isiwe nini, wenyewe una rise up the rank paka unakuwa pengine inspector general of police. Kwa sababu unajua sasa IG is not answerable to the Kenyans, is answerable maybe to the president. DIG is answerable to even people who are not in government. Anatoa matumishi leo ambayo yuko kwa serikali, kesho unaona inakuwa implemented. So we need a link from police, hiyo independence ionekane. Number 2, pay ya police iwe completely under the IG. Every year iwe kama ya judiciary, ndio aulize complete command iwe kwa nini kwa IG. That is all I can say. Sawa, asante sana. Kwa kifupi tu tupe hisia zako. Mi kenye nasema kwa majina mimi naitwa Kefas Ochieng, mimi ni mkaji hapa Uasin Gishu County. Na ili jambo la police brutality imekuwa jambo kubwa sana katika nchi yetu ya Kenya. Na tunasema kwamba mimi kenye nashangaa ni kwamba why is it that police saizi wana act as if we don't have laws in this country. We have laws that yenye wanafaa kufuata. Na tunataka polisi sector ikuwe independent. Because saizi ukiangalia kweli kabisa, wananchi wenye wanafaa kuchungwa ndio wanapigwa. It is very wrong. It is very wrong, and I call upon this government, I call upon the president, the president to call order into this institution so that Kenyans
wapate zile haki ambayo wanafaa kupata kulingana na ile fedha ambayo wanatoaga katika taxes ambayo wanalipa. Wanafaa polisi, kazi ya polisi ni kuchunga mali na kuchunga maisha ya wananchi wa Kenya. Na hapo ndio wenye wanafaa kuchunga zaidi kuliko any other person. Asante sana. Kwa sekunde 30 Bwana Juma. Yangu ni kusema kwanza pole kwa familia ya Ojwang na yule kijana ambaye aliumizwa jana. Na ningependa kusema haya. Nadhani kama nchi ni wakati tunafaa kuwa na mjadala kuhusu ni namna gani tunaweza kutem maafisa ambao ni rogue. Na pili, tuweze kuangalia ni namna gani tunaweza kuempower IPOA so that ikiwezekana IPOA ikuwe na prosecutorial powers. Waweze kukamata, kufanya uchunguzi, kukamata na kustaki ya maafisa. Na mwisho pia nadhani ni wakati tuweze kuseparate police na politics ili police ibaki kuwa independent. I think that is the only way we can have accountability in police. Kufikia hapo kitu tukome hapo. Hizo ni semi za wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu katika kaunti ya Uasin Gishu. Hayo ndio walionayo kusema kuhusiana na mjadala unaoendelea hapa nchini kuhusiana na ukatili na utendakazi wa maafisa wa polisi. Hapa nitakupeleka katika mapumziko mafupi kabla ya kurejea na taarifa za K24 saa 1. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. Asilwela ukunqoba kuphela, kepha asilwela ukwakha isizwe esinohlonze.